lakini sio mtu ameuawa kule. Na historia ya maisha ya mtu ni yale aliyoyatenda. Uchungu anaopitia mume wake, maana kwanza hawajaonana kabisa. Jirani alikuwa safari, amesafiri siku nyingi, hawajaonana. Alafu naambiwa uko mbali, angelijua siku anayoondoka. Ndio hapo Mungu alisema kifo ni fumbo. Asingesafiri, angesema nitakusubiri mke wangu mpaka nihakikishe nione unavyoondoka tuagane. Oh, haleluya. Lakini haikuwezekana kwa sababu hii ni siri ya Mungu. Ndio maana Bwana anasema iweni tayari siku yoyote, wakati wowote. Uwe na Bwana, uamini, utembee na Mungu, kwa sababu siku si zako. Na watu wanalinga, wanajifanya jeuri. Nyimbo zimeimba hapa. Hapa sasa nyinyi msaidieni huyu, mrudisheni huku, mshika mkae vizuri. Mtu ambaye amefariki alikuwa karibu sana na jamaa yake. Kuondoka kwake ni pengo kubwa, na ni kweli kuwa katika hali ya kimwili hata kuwa na jamaa yake tena. Hivyo ndio sababu watu hulia. Hata hivyo, kama Wakristo tunapaswa kukumbuka kuwa tuna matumaini makubwa katika Kristo, tumaini la faraja. Kifo kilichotokea kimetengeneza bonde kubwa katika familia. Bonde hili laweza kuzibwa ama na shetani kwa kuletea uchungu, au na Mungu, au kwa kumlaumu Mungu, au Yesu aweza kuziba pengo hili kwa faraja ya upendo utakaofanywa hata ninyi kuwa na huduma ya kuwafariji wengine. Neno la Mungu linasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijaye katika ziki zetu zote, ili na sisi tupate kuwafariji wale walio katika ziki za namna zote. Kwa faraja hizo tunafarijiwa na Mungu. Mungu mwenyewe hutoa na kisha Mungu mwenyewe hutwaa, huku tukimtuka yeye fadhaa zetu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Maana Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawategemeza na kuwathibitisha na kuatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Utamlinda yeye ambaye moyo wake unakutegemea katika tumaini takatifu, kwa kuwa unamtumaini. Tumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Tumaini la maisha bora ya aliyefariki. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema,
Andika heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam wasema roho wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Tumaini la ufufuo kwamba hajapotea, kama tulivyosikia neno ndani kule. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa milele. Angalieni, naambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Basi huu uharibikao utakapovaa kutoharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapotimia ile neno ambalo limenenwa na maandiko, kwamba mauti imemezwa na kushinda. Kuwa wapi wewe mauti kushinda kwako? Na kuwa wapi wewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti huwa katika dhambi, na nguvu ya dhambi ni sheria au torati. Lakini Mungu ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Niombe waike Marambala wako nitajificha, maji maji ya Yordani yaliyotoka umuni, unisafina unifanya mshindi kwa kazi zote, pia nitimizisha nikiliana sajana ya msalaba. Simama huku vijana watatu wawili, ni waombe huku. Nakwenda kaburi Kaza kamba. pamoja nao kama wingu ili kunadi kwa wao. Hivyo pamoja na Bwana milele, ajianeni kwa maneno hayo. Basi Mungu wa amani aliyemleta Tamari Gibson Mwanda kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu Kristo awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, na kisha kukaa ndani yenu, akisha kaa ndani yetu kufanya mapenzi yake, naye akisha kaa ndani yetu. Basi Mungu amani aliyemleta tena atamleta tena kutoka kwa wafu ndugu yetu Tamari Gibson Mwanda, mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu Kristo awafanye ninyi kuwa kamilifu katika tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake mema. Mpaka hapa ndugu zangu, Mungu awabariki. Turuhusu kurudishia udongo. Kulipa au udongo. Wewe kama nama kutumia baba. Sije mtaisikia. Luitile wantu koko, kwezani papela. Kwezani papela. Ah, jomba, kwezani papela. Wewe.
mjomba. Nadhani wanawepo. Historia ya marehemu Tamari Gibson Mwanda. Marehemu Tamari Gibson Mwanda alizaliwa tarehe 27 mwezi wa kwanza 1966 kijiji cha Chindi, kata ya Msangano, wilaya ya Momba. Yeye akiwa mtoto wa tatu kati ya watoto 8 katika familia ya Gibson Mwanda. Elimu yake. Marehemu Tamari Gibson Mwanda alibahatika kupata elimu ya darasa la 7 katika shule ya msingi Chindi. Alianza darasa la kwanza mwaka 1974 na kumaliza elimu ya darasa la 7 mwaka 1980. Kuolewa. Marehemu Tamari Gibson Mwanda aliolewa mwaka 1982 na Tito Barnabas Mwanza. Baada ya kuolewa mwaka huo, walienda Dar es Salaam na mume wake wakaanza kuishi huko mpaka sasa. Kuumwa kwake. Marehemu alianza kuumwa tarehe 29 mwezi wa kwanza 2025. Akilalamika kichwa, baridi mwili mzima na vichomi. Na kunywa dawa ya maumivu tarehe 31. Marehemu alianza kuumwa tarehe 29 mwezi wa kwanza 2025. Akilalamika kichwa, baridi mwili mzima na vichomi. Na akapata huduma ya kwanza dawa za maumivu. Tarehe 31 mwezi wa kwanza 2025 hali ilibadilika na alichukuliwa na mdogo wake Tito Gibson Mwanda na kumpeleka hospitali ya wilaya Chitete. Baada ya kumfanyia vipimo, iligundulika ana ugonjwa wa kisukari. Tarehe 1 mwezi wa pili 2025, marehemu Tamari Gibson Mwanda alifariki. Marehemu ameacha mgane na watoto 9, wa kike 6, wa kiume 6 na wa kike 3. Wajukuu 10. Mungu aiweke mahali pema pepone roho ya marehemu. Amina. Shukrani. Tunawashukuru wote waliochimba kaburi, wageni wote toka sehemu mbalimbali na kwa namna walivyoshiriki kwa hali na mali. Mungu akarudishie pale mlipotoa. Amina. Lakini pia shukrani zaidi kwa wakwe wa marehemu waliotoka Dar es Salaam wakatoa usafiri kwa ajili ya kusafirisha familia na ndugu wengine. Tunasema asante sana. Lakini pia tunashukuru kanisa la Pentekosti kwa ajili ya huduma mbalimbali walizotoa mpaka sasa. Tunasema asante sana. Lakini mwisho wakina Simwanza wanasema karibu nyumbani tunawe maji. Karibuni, nimemaliza.